Nukta ya pili, fadhailu shahrillahi almuharram, fadhila za mwezi wa Muharram. Moja katika fadhila za mwezi Muharram, min jumlatil ashhuril hurum, mwezi wa Muharram ni katika jumla ya miezi mitukufu kama ilivyokuja katika surati Tauba aya ya 36. Qala Allahu ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum waqatilul mushrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Katika aya hii Allah anabainisha utukufu wa mwezi Muharram au utukufu wa miezi ile mitukufu na Muharram ikiwa ndani yake. Inna iddatash shuhuri 'inda Allah, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah, 12 shahran, ni miezi 12 fi kitabillah, iliyotajwa katika kitabu kitukufu cha Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, tangu Allah alipoumba mbingu na ardhi akapanga miezi iwe 12. Minha, katika hiyo miezi 12, arba'atun hurum, iko minne mitukufu. Fala tadhlimu fihin arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ndiyo dini ya sawa sawa, huo ndio utaratibu na mwenendo wa sawa sawa aliyoupanga Allah. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika hiyo miezi mitukufu nafsi zenu. Kwa hiyo moja ya faida ya Waislamu kuijua miezi mitukufu ni kujichunga, na sisi tuna wajibu wa kuikumbusha jamii, familia zetu, watu wetu, ndugu zetu huko misikitini tunakoswali. Ukipata nafasi ya kufanya kalima, waambie Waislamu tunaelekea, tumetoka katika mwezi mtukufu, tunaenda katika miezi mitukufu. Kuanzia Shawwal, Dhulqaada, Dhulhijja. Angalia, Shawwal ilikuwa ni mwezi katika miezi ya Hija, pale Allah aliposema al-hajju ashhurun ma'lumat, Hija ina miezi maalum. Mtu akikusudia Hija ni kuanzia tukimaliza Ramadhan inaingia miezi ya Hija, Shawwal, Dhulqaada na Dhulhijja. Hizi ndio zinaitwa al-mawaqitu zamania. Ndani ya hii miezi mitatu, hii ni miezi ya Hija, mtu anahirimia Hija. Na ndio pia Allah akaweka utaratibu katika hii miezi ya Hija, faman faradha fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ilipomalizika hii, inaingia miezi mingine mitukufu. Tuko pamoja? Sasa tuwafahamishe watu na maana yake ni nini, kwamba Muislamu daima uwe karibu na Allah, daima ujiweke mbali. Angalia miezi inavyofuatana. Tazama katika Ramadhani, nadhani kila mmoja anajua juhudi za Uislamu zilivyokuwa, tuma katika mambo ya khairi, kufanya khairi nyingi, tauba, istighfari, nini, majuto. Ikamalizika Ramadhani, muumini anaambiwa bado haujamaliza, safari inaendelea. Inakuja miezi mitukufu inaenda, tunakwenda kufungua mwaka wa Kiislamu, mwaka mpya, ikiwa ni katika miezi hiyo mitukufu, na ndani yake kuna siku adhim, Yaum Ashura, ambao tutakuja kuizungumza yenyewe kama yenyewe, na bid'a zilizoko katika siku hiyo na mapote yaliyopotea katika siku hiyo.
Na kwa umuhimu wa hiyo yaumu Ashura ndio hasa chachu ya kuamua kuzungumza maudhui haya ili tuweze kuwekana sawa. Sasa nilikuwa nazungumza kwamba tuwatanabaishe watu huko kuanzia kwenye familia zetu, misikitini huko, jamaa zetu tunaofanya nao kazi, ndugu zetu katika imani, wajue kwamba tupo katika masiku ya thamani. Isiwe Waislamu wanaamini kwamba masiku matukufu ni Ramadhani tu, ikiisha Ramadhani basi. Tazama hapa nyuma imepita yaumu Arafa. Nadhani tulieleza na tulisikia Waislamu thamani ya funga ya Arafa ni sababu ya kusamehewa madhambi ya miaka miwili. Alafu inakuja saumu ya Ashura, ni fadhila kubwa zilizoko ndani yake na ni sababu ya kusamehewa madhambi ya mwaka mzima. Kwa hiyo utaona hizi ni ofa Allah anazileta mfululizo, zinakuja ili mradi tu atuweke karibu na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu kwa kufanya madhambi katika miezi hii. Waqatilul mushrikina kafa, na wapigeni vita washirikina kwa pamoja, kama yuqatilunakum kafa, kama wao wanavyokupigeni vita kwa umoja wao. Wa'lamu, jueni na mtambue, anna Allaha ma'al muttaqin, kwamba Allah yuko pamoja na wale wamchao, wale wamuogopao. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. Aya katika surati Tauba tuliyoisoma, Allah amesema minha 4 hurum, ndani ya hii miezi 12 mna miezi 4 mitukufu. Qur'ani haikuiainisha ni upi na upi. Mtume ambaye ndiye mfasiri wa Qur'an akaibainisha katika hadithi ya Abi Bakra. Wa Abi Bakrata, imepokewa kutoka kwa sahabiyun anaitwa Abi Bakrata, sio Abu Bakari Siddiq. Huyu ni mwingine, usije ukachanganya. Huyu anaitwa Abi Bakrata. Ani nabii sallallahu alaihi wasallam, amepokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, bimaana alimsikia mtume akisema, inna zamana, hakika ya nyakati au zama, kadistadara, zimezunguka, kahaiatihi, kama namna yake na umbile lake, yauma khalaqa Allahu samawati wal arda, tangu siku ambayo Allah ameumba mbingu na ardhi. Allah ameifanya masiku yanazunguka, yanakwenda, yanadiriki, ule mzunguko unakwenda, mwaka unaisha, yanaanza tena, mwaka unaisha, hivyo. Lakini kadiri masiku yanavyozunguka, naona mshale wa saa unavyotembea, unakuwa unapiga ta unazunguka, si ndio? Na mapigo ya moyo yanapiga hivyo hivyo kwa sekunde, sio? Wachambuzi wakasema, daqatu qalbi almar'i qailatun lahu innal hayata daqaiqun wa thawani. Mapigo ya moyo yanasema, ila tu sisi hatusikii sauti yake. Daqatu qalbi almar'i, mapigo ya moyo wa mtu, qailatul lahu,
yanamsemesha yakimwambia, si moyo unapiga hivi vile, ukipiga ukipampu hivi unakuambia innal hayata, haya maisha haya unayoishi wewe, daqaiqun wa thawani, ni dakika na sekunde. Kwa hiyo mwanadamu ni mkusanyiko wa sekunde na dakika. Kwa hiyo kadri ninavyopiga, unavyosoma mshale, wewe unahesabu tu, unafanya birthday, umekamilisha sijui miaka fulani, unashangilia, wewe unashangilia kuangamia kwako. Hii ndio mafuhumu sahihi. Si mtu leo anafanya birthday, ametimiza miaka 30, maana yake umetimiza miaka 30 ya kwenda akhera. Kama ulipangiwa 40, bado 10. Ili ni jambo la kufurahia? Ni jambo la kusherehekea? Abadan. Kinyume chake, inatakiwa sasa upate muda wa kukaa kutafakari, ugeuke nyuma, ujitazame, utazame faili lako limekaaje, uyaangalie mambo yako, then uamue mwenyewe mustakbali wako ukoje unakokwenda.